Hi guys, hi my people, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for the love and support. Watu wangu wa nyumbani, waingo, mulembe swa, mulembete, alafu mulembe mia. So today, leo nimesema nitafute hawa watu wawili. Nimewatafuta wakiwa kuanzia kitambo, lakini kuwapata wawili imekuwa ngumu. Unapata Vesh mara Luya King ameenda Mombasa. Unapata Luya King mara Vesh ameenda Western. So leo vile niliwapata hivi. Anyway, wacha kwanza niwaambie nilimiti aje na hawa watu wawili. Hawa my friends. Vesh tulikutana naye kitambo sana when I was a footballer, a professional footballer. Hiyo time nilikuanga footballer, professional ndio imeingia saa hii. Nilikuwa footballer. Alikuwa footballer, tulipatana kwa tournament tukapewaanga 50-50. Tulijuliana kwa tournament. Mimi nilikuwa nacheza striker, alikuwa defender, tulijuana 3 years ago. Huyu hapa anaitwa Luya King. Na but ukuwa mali, Luya King is very handsome, si ndio? Sana. Unakaa vizuri? Sana. Luya King tulipatana wapi? Nikumbushe. Hata ukumbuki. Nini the amazing show ya nani? Ilikuwa mwaka gani? 2018, 2020. I think ni 2020. Yeah, tulipatana 2020. Sasa kama baada hajakuwa mali hivi. Sasa tulikuwa tuna grow wote wawili. Tumetoka show, tunatembea, tunapiga story, tumejuana. Hii ni kama sasa hii miaka ngapi? Saizi ni 4-5. 4-5, lakini akaomoka akaniachilia. Wapi? Na baadaye nini nilifanya? Nikukuwa busy. Alafu alikuwa dancer. Modern dance. Ulikuwa na dance modern dance. Tunapiga Citizen huko. Ulikuwa unazipiga by days due 10/10. Ulikuwa unaenda NTV, KTN huko. Sasa tulikuwa tunajuana hiyo time. Unajua nilimjuaje? Alikuanga dancer vile alikuwa na dance kwa stage nikashangaa. Boy Kenya kana dance ka kismile. Target. Huyo ni lazima nichukue namba. Sasa ndio tukapatana hapo tukajuana, lakini vile nilimpata yeye ni mtoto, mimi nikiwa mtoto, tukasema tukue brother na sister tusupportiane hadi tuinuke. But alikuwa na dance vizuri hiyo time. So guys, acha wajiintroduce wenyewe ndio alafu tuende na mtaratara. Tunaanza na Madam Boss. Hi guys. Usiongeleshe hivyo sasa huko nje unatupashanga na. Ate hi guys, na tunakujua. We know you. Hi. Yes. Vesh. Kwa urefu ni Veronica. Yeah. Natoka Kitale, place inaitwa Big Tree. Yes. Demo wa Facebook is my close friend. Yes. Si mara ya kwanza kumuona ama si mara ya kwanza kumjua, namjua vizuri. So leo I'm happy to meet you today. Thank you. Miaka 5 saa hii. Wallahi. Since 2019. Imagine. Nikimuona kwa tournament mpaka saa hii. Na hiyo time 2019 nilikuwa 12 years. Wewe ulikuwa 10 years. 12 hapo na umechoka. Usichome jamani. Wananipigianga hesabu atakai hivyo asema bas walikutana 2018. Saidi mwa Facebook anasema ako 20 ngapi? Hadi hiyo miaka ingine juu. Hapana bana. Lakini sasa naona umeenda uko na 18, si ndio? Nimesoma. But I'm still children bado. Nina grow pole. So hapo ndio tulijuana na yeye hadi leo. So nimefurahi sana tena umetukaribisha. Nakwambia leo nimeenjoy. Thank you so much. Thank you so much too. Nimefurahi. Yes. My brother Luya King, mali safi. Na hii uko sure sile nini? Ile kanisa ilifungwa iko kukupea moja Nairobi. Hii unaona nimezivaa kadhaa, navanga mingi. Hii ni pure gold ama ni ile ukivaa inakugwara unapata tena? Ni dhahabu. Hii unaona ni mali legit. Congratulations. Unajua navaa mingi jini niko na wapoa wengi. Tunaelewa. Introduce yourself. My people want to know you now. I go by the name Luya King Official. Kutoka Kitale, Trans Nzoia County. Kwa county 025 natembea huko ndio home. Yes. Yeah. Huyo demo wa Facebook ni mtu tulijiona kitambo sana. Watu wanasemanga filter, kumbe unakaa vizuri sana kushinda TikTok. Si mimi nafikiri wewe ndio ni filter. Si wote si filter, lakini sometimes nasema unakaa vizuri kushinda vile naonanga kwa TikTok. Inakuanga mali. Ukiniangalia haraka shu. Karembo, kirudi shu. Mimi ni mrembo solonga umeangalia shu. Ukifocus pale inachoma, lakini niko mrembo sana. I'm very beautiful. Unajua saa hii I'm the most beautiful girl in Kenya. Hadi saa hii wasanii wa nje wameshindwa kuniita ni attend my event there because they fear me. Si unajua umekuwa mali zaidi. Naona siku hizi pia shape. Hapo kwa shape naye umeamua kuzima kabisa. Hapo kwa shape naye hata kama nadanganya waumini wanaona jamani. Waumini. Washirika wanaona jamaa, wambea wanaona jamani.
But I'm happy to meet you guys. Unajua kuna kitu mzuri ulikutana mtu kitambo. Alafu you are meeting. Ukutana naye sasa hii unaona ameinuka kuliko vile alikuwa hapo nyuma. Kabisa. Nyinyi wawili mlipatana wapi? Mlipatana aje? Mlijuana aje? Huyu hapa anatoka side za Tongareni. Huyu hapa anatoka Saboti. Mlipatana wapi? Tulipatana ilikuwa ni last year. Last year nilikuwa naanza, unajua last year ndo nimeanza kufanya TikTok. Ndo nimejiintroduce kwa TikTok. Na nilikuwa naanza hii content ya Waluya. Sasa hapo time nilikuwa naekanga hizi Luya's hangout. Siku ya Waluya tunapatana, tuna vibe, tunajuana. Like ndo tulikuwa tuna form group ya Waluya, unaona. So hapo ndo tumejuana, nikakuwa naleta ma content creators pia wako wanakuja nini. So Vesha tulikuwa tunaongea na yeye kwa TikTok but hatukuwa tumeexchange hata numbers. Uliingiaje kwa TikTok? Kaingia ukasema mambo mimi naitwa Luya King ule mali safi. Sasa umempiga filter moja hivi sasa unasema Vesh, you know I love the way you smile. Ilikuwaje ukaingia kwa Vesh not mine? Mbona si kwa wengine? Mimi niliingia TikTok kama Vesh already alikuanga kwa TikTok, unaona. Vesh already alikuanga kwa TikTok. Nilikuwa namuonanga, ni mimi ni okay. Mimi nilikuwa namuona. Alikuwa namuona. Okay, mimi nilikuwa namuona hiyo kumuona tu kawaida vile. Unaweza ona huyu anafanya content za Waluya na mimi pia nafanya content za Waluya. So like tuko same. Na pia nilikuwa namuona ni vibe ana dance tu kama mimi pia nilikuwa nafanya dance. So nilikuanga napenda vile ana dance lakini alikuanga kienyeji sana hiyo time. Kienyeji ni mzuri atuchange. Managu ni managu. Yes, So nilikuanga namuona hapo. Anafanya ma videos. So mimi ndio nilikuwa na reach out juu nilikuwa nataka pia ku grow hiyo time. So ndio nimeanza, nilikuwa na kama 8000 followers. Na alikuwa siji 30 something huko. So nilikuwa naona maybe nikipatana na yeye nika star hivi kana shine. But hatuko tumai meet. So ilikuanga tu hiyo anaonekana FYP yangu. Juu mimi nafanya za Waluya ni so napata mostly content za Waluya. So ndo reach out nikamwambia kama maybe tunaweza patana, but kupatana yetu ilikuanga ngumu because during that time bado nilikuanga na dance. Yes. So sikuwa nimefocus sana kwa hii content ya Waluya. So kupatana ilikuanga ngumu. Tukua tumaipatana. Until time for mingi sasa hiyo mambo ya kwanza commit na Waluya pale Railways. Mimi nataka kujua hiyo first time mlimit wapi? Na ilikuwa place gani? Mlimit ama mkumit? Tulimit Railways. Hoteli? Hapana. Hii Railways restaurant. Mlikuwa wawili? Hapana. Ilikuwa event ya Waluya. Ndio ile first time kumit? First time tunapatana kwa event. Hata tukoongeanga sana but tulivibe tu kidogo, mapicha hivyo. Mbona uliacha nini? Mbona uliacha kudance modern dance? So unajua kudance, kila mtu sasa Kenya mzima ni dancer. Kila mtu anataka kudance, kila mtu anataka kuwa dancer nini. So unaona tulikuwa na academy but niliacha because nilitaka kufocus na Waluya wetu. Nyinyi mlikufisha academy? Hapana. Unajua inafikanga point in life unaangalia mambo ya home pia. Good. My another question. Hii swali hata mimi siulizi mimi mwenyewe, ni watu wengi mimi upitia movement zenyu nimewafuatilia jamani. Mnajua kazi yangu ya umbea nafanyanga research kama DCI. Nimekaa nikasema hawa watu wawili waacha kwanza niwapime. Kulingana na mtandao, kulingana na watu wetu wa Western wanasema you guys are dating. Is it true? Mtuambie mimi niko ready kuoffer niwapatie offer yangu ya ku-MC event Western Mniambie nijue kama ndapanga harusi Western, nijue tarehe ngapi nitakuwa kwa wedding ya nyinyi wawili. Tuna date. Mbona hujamwangalia kwa macho? Muulize. Alafu Muri nimeona. Mbona amekuwa shy? Amekuwa shy. Mwangalie kwa macho muulize. Mwangalie kwa macho muulize. Yes. Unajua demo FB ana nini? Anachocha sana. Mimi si choche. Watu ndio walikuwa wanauliza kama nyinyi mna date. Si watu wanawaulizanga kama mna date. Ukweli tu iseme, sio? Hatu date. Good friends, close friends. Good close friends. Bestie. Bestie. Sile amlamua. Yes. So
tuko tu yani mambo ya content ni nini, napenda vibe yake sana. Anakuanga vibe. Yeah, ni vibe sana, yeah. Acha nikukuulize hii swali. Na kuna courage, bidii courage. Akona courage. You know kitu nimekuja kurealize, many ladies wenye wanakupenda wanamtroll. Ukweli. Najua hapo utaka kujibu na angalia unasema unafikia wasichana wangu, nimewafikia yes. Wao wanamtroll. Anytime una mingle na yeye. Hadi kuna mtu aliandika hapa akasema Vesha alininyang'anya. Ushaenda tu kwa mtandao ukakilia ukasema guys mimi na Vesha ni kama sister na brother. Sijawahi. Unaogopanga. Ama nyinyi ni ma sister and brother underwater. Sio na kutroll. Wewe ni vile yeye niseme aje. Okay, ni vile anashindanga mara mingi na mimi, unaona? Mara mingi anashindanga na mimi. Hata content mara mingi tulikuwa nafanya na yeye sana. Hapo nyuma tulifanya sana pamoja. During hata time kulikuwa na matusi sana, ni ile matanga tu yenye tulikuwa nayo. Yes. Ile ya Chebet. But after matanga matusi ilienda ikiisha at least. But hiyo time ndio na matusi sana, mara kuna kierere nini. But wanampenda at the same time. Unaona watu wanamtukana. Yeah. Wanakuanga wanampenda. Ni mafans wake. Unaona? Ni mafans tu tena ukutukana tu sometimes tu anaweza. Wacha nimuulize hiyo swali. Wewe una feel aje? Watu wanakupenda, mbona wao wanakutroll? Why you? Hapo mahali penye niweza sema wanasemanga adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake. Yeah. Sasa unajua nikikuwa na king, tuacha tuseme tu. Hao wasichana wanaonanga nikikuwa na king, sijui wanaonanga ni kama maybe naweza mmeza. Umechukua yao. Naweza mbeba maybe nimpeleke Western nimfungiange kwa jikoni yetu asikuwa anatoka nje asimuone, unaona? So king hata niseme tu ni content. Na unajua hao wakiona nikiwa karibu na yeye, hao hayuko, wanachukulia ni kama kwa nini Vesha anakuanga na king kila siku, unaona? Na ikuangi kila siku, inakuanga maybe tumekutana sana inakuwa Sunday, unaona? Amenipigia ameniambia Vesha, tuko na content leo. Unaweza kama tupige content. Na mimi nimwambia leo siko busy, naweza kama tufanye nini? Juu siko busy by the way, sasa nifanye si tuende tupige ni shughuli moja mbili at least siku isonge, unaona? Yes. So vitu kama hizo ukikuja kuangalia wasichana wenye wanani troll ni wenye wanajua king kabisa. Ndio hiyo close friend wa king. Acha nikwambie kuna mfano wa msichana mmoja. I know huyo msichana vizuri sana. Sema my sister. Huyo msichana hata ukipoa kwa live ya king, comment zake hapo chini ukiangalia vizuri, venye huwa anaandika ni kama naangalianga ndani anaonanga ni kama king tuna date. Sasa inamuuma. Huwa anashindwa kuniambia mna date. Unapata comment section ya tufuatilia pia mimi nakuanga nafuatilia, unasikia mimi siwezi post mtu mwenye atu date na yeye, unaona? Vitu kama hizo ndio zinakuja, so wanaonanga king na mpost kila mahali, inawauma. Ni vile mtu hawezi niambia usikuwa una post king, sasa unajua platform ni yangu. Na kila mtu aliingia na na kingdom hawezi kosa king. Sasa hapo ndio wasichana wananibuli. Hata tuseme tu ni king wanafanya wananitusi. Yes, wewe ndio unafanya. Let me acha niwaulize, uko kwa relationship? Mimi. Relationship as in. Are you dating? Kando na hizi mambo na TikTok una date? Mimi. Hapo tutaongea. Una date? Partners wenu wana react aje wakiwaona pamoja? So wacha mimi niseme hivi. Yes. Time mtu ukianza kudate mtu akikuja kama sasa hivi yenye tuko content creator hivi. Mtu akikuja kwa maisha yako unatangulia yangu kumwambia. Kitu fulani na fulani kama itakufurahisha kaka ndo. Unaweza wacha boyfriend yako juu apende udance na alu yake. Kwani tunaenda na wewe tulizaliwa na yeye. Nimeona mbona wasichana wanapiga Vesha vita. I can see. Imagine ini love sister yako anakupatia. Wewe unaweza acha demu yako kwa sababu anapiga Vesha vita. Si mnaongea tu, si unampea tu namba ya manzi yangu, tuna connect na yeye, namwambia ni aje. Akikwambia uachana na Vesha ama tuachane. Sasa kuona unapiga content na Vesha ama mimi toa kwa maisha yangu. Utadecide aje? Kati ya watu wawili utaacha best yako aende ama utabaki na ule tupe jibu. Acha. Uliza swali lingine. Utaki kuchoma? Utaki mshika mawili umponyo, utaki kuchoma kakangu. Haya. Hii kumiti ya CBD. Umeona watu wengine wana complain, watu wengine wako sawa, hadi kuna wenye walikuja inbox wakaniambia demo Facebook sasa Waluya wanatuaibisha kumitingi CBD every Sunday.
Hiyo idea mlitoa wapi ya kumeet every Sunday? Na agenda ya kumeet CBD hiyo umati wote inakuanga ni what is the main agenda ya kumeet CBD? Okay. Not really kwangi ati tuna meet CBD. Inakuanga kitu inaitwa meeting. Tunakuanga na meeting. Kuna hangout na kuna meeting sasa ya group. So tunafanyanga meeting. After meeting tunafanyanga mostly pale railways. Railways pale ndani. Railway station. After meeting tunaendanga sasa tuna vibe. But that is after meeting. Tuko na group ambayo iko registered under national government. Tuko na tuko na certificate ya group, tuko na bank account, tuko na everything, all the required documents. Hiyo group yenyu ni yani ni kama foundation. Ni foundation actually, not is a foundation, community based organization. Inaitwa Vision Youth Community Based Organization. Ni foundation na ni self help group ile kusapotiana. In case hata uko na wedding, uko na nini, we just support you. Kuna mara mingi sana utapata watu matanga ndo mingi sana, sijui I don't know why kwa groups mingi, hata I'm sure wewe uko sahi kwa group ya matanga mahali. So like tunakuanga tuna support. Unaona? So tunashirikiana kusupport watu na pia tunataka kufanya, tuko na miradi pia projects. Kama tulikuwa nafanya project ya viti, tushabuy seats viti 50 something 53. Hiyo mtakuwa mnakalia CBD? Mimi nauliza vile wageni wanaulizanga. Sasa hizi viti tunataka tuongeze pia, ndio tufanye project nyingine ya maybe tununue tents, tununue pia hata masufuria, hizi vitu za catering. So that kuna wasichana ambao wanafanya hizi kazi za nyumba, house managers. Tunaweza wengine hata wanafanya kazi ngumu sana. Tunaweza wachukua hata hapo. Hata kuna wenye ambao wana kazi tunawatoa pale. Tunawapatia kazi wanaweza fanya. Kuna watu wanajua kupika. Unajua Waluya wengi wanajua kupika. Waluya tunakuanga na bidii ya kulima shamba na kupika. Hiyo ni compulsory. Unajua hata niliko na nini moja nasema most of our ladies, mbona wasichana Waluya wengi ndio wanaandikwa kazi za nyumba, na sababu mara mingi unapata ndio wanajua kupika sana. Hiyo to be honest, wanajua kupika sana mostly. So unapata ndio wanafanya kazi za nyumba wengi sana across the country, wapi, Gulf, kila mahali. So hiyo group ni mostly about kusaidiana, kusapotiana na projects. Pia tunataka tuende tutembelee nini, hizi zinaitwa children's home. So nataka tutembee kwa hizo children's home, at least pia we offer support, tunapea support hapa na pale. So CBD inakuanga after tumemaliza meeting. Sasa tumemaliza meeting, watu tunaenda home. Mwende mdanzie sasa kidogo. Mabeka, yes. Kupromote. Actually tunaenda Luya artists. By the way, congratulations. I love the way you support Luya artists. You most of the time umefanya Mika, umefanya Opeta, umefanya at least unashika hao kina Steve K mkono vizuri. That's good idea. Yes. Aya tukiwa pale CBD, hii version tajibu. Yo time umesema group mliform na ilisaidia by the way, kama kule huyo demo mwenye alipasi hata mimi nikakuja na kwa Mogu. Chebet. Watu wengi walisema nyinyi mlikula pesa ya matanga. Mlisanya pesa, mkakula ya matanga, mkienda kwa matanga, mkupanga tent, sijui nini. Ni ukweli ama ilikuwa aje? Tuelezeni hiyo story. Unajua pesa ya matanga, hiyo pesa ya matanga iko na, tuseme iko na mambo mingi. Hiyo pesa ya matanga kwanza inafaa ni kwa nje kwanza. Kwa sababu hiyo pesa ya matanga sio mimi nilieka. Na si mimi nilishika. Sisi tulikuwa nasaidia King. Wanasanya hizo pesa, hata King ako hapa. Tulikuwa na till. So King alikuwa anasanya pesa na tunazisukuma wapi? Kwa till. Na till mwenye alikuwa nayo sio mimi. Till mwenye alikuwa nayo ni mwenye alikuwa anapiga kelele, pesa sijui nini. Kwa pesa ya matanga, mimi hizi pesa nilikuwa naonea tu wameenda wakaleta gari. Tumebebwa sisi, tumepelekwa Western. Pia mimi nilibebwa tu kama venye walienda wakaleta hizo magari. Pia mimi nikaingia ndani kama cabbage, nikateremshwa polepole na Chebet mpaka Western. Tena nikabebwa nikarudishwa. So venye tulizika tukamaliza kukuja, nasikia Vesha alikula pesa ya matanga. Unajua sasa mimi sikuwa nataka kuagi kwa sababu vitu zenye hujafanya saa zingine mimi naonanga ukikimbilia zitakuumiza. Kwanza walisema ati jeans yako mpya ulienda kwa matanga ni pesa. Wacha kwanza jeans mpya, kuna hiyo wakati ya kando hiyo kitu iliniua jamani. Nilinunua yani nguo tu ya shilingi 2,000. Zile bado tu kwa tumepeleka mwili nyumbani. Nilihubiriwa. Nashangaa tunafanya kazi tunalipwa mawe. Unapewa pesa. Na ukipewa pesa si unaweza nunua kitu chenye unataka. So nimepewa pesa kama shilingi yangu 8,000. Kwa nini store mbili ninunue nguo? Na ni candle lighting. Nimesema juu ni candle lighting. Acha pia mimi leo nivae kwa white kama juu candle lighting inakuanga siku ya kuvaa nguo nyeupe.
Vesha ametoa pesa ya matanga, amenunua nguo, ajui kuvaa, sijui ana sura, sijui ni. Yaani vitu kama hizo zote nimesikia. After all mimi nasemanga juu si mimi nilijumba. Mimi mambo yote nawaachia nani? God. Lakini mlifanya kazi mzuri. Mimi unajua time nilikuwa najua huyu ata give up anipigie simu ana drop. Jio time mambo mingi ilikuwa but mkastand mlienda ushago mkasupport that lady akalala vizuri. May God bless you. Sometimes ujuange kushukuru wase. Unaona kitu moja hujawahi jua. Unaona mara mingi tu matanga hata si ati hii matanga ndio ya kwanza kuleta scandal. Matanga mingi sana huletanga scandals. Kweli na hata wewe uko tu chairman, hata tu pastor yote asimamie matanga na ishe. Na after matanga iishe aenda anunue tu suti. Watasema hiyo pesa ni ya matanga. Hiyo pesa zilibaki ndio ameenda kununua nayo kiatu. After matanga ufai kununua kiatu, ufai kununua anything. Yani usinunue anything. Uwezi tembea. Mimi kwanza hiyo time after matanga nilikuwa na vacation Mombasa. Nilikuwa nafaa kwenda Mombasa. Nilikuwa na shida sababu watu wanasema sasa umeenda Mombasa kukula pesa za matanga. Unaona? Sasa yani uwezi kuwa na pesa zako tu. Sasa uwezi tumia pesa zako sababu wanaona ni pesa za matanga. Unaona Kinya alitoka huko, tukitoka matanga. Sijui ilikuwa malaria, sijui ni typhoid. Sijui alikuwa anagonjeka. Sasa mimi nilikuwa na malaria. Unaona ile mtu anaendanga hiyo kutravel. Change climate. Nimetravel mpaka Western, najua nimekaa sana. So vile nilienda Western kurudi, malaria iliniokota sana na niliendanga huko kama niko na homa, but mambo ya matanga ilikuwa inafanya hata sikuwa na meza hizo dawa za homa. So nilikuwa na homa ya kifua. Na pia hiyo time najua sasa nimengangana tu, sitaki kuambia mtu ati niko mgonjwa, ati nilikuwa na homa kali sana. Na tena nikatoka huko nikakuja nikakuwa na malaria. Malaria iliniokota. Sasa nilienda OC kutibiwa pale Rongai Gallants. Nikapost. Wakasema sasa hiyo ni kaswende vesh. Alienda akapatia Luya King kaswende kwa miogo sijui wapi huko. Kwa mahindi sijui ati huko kulikuwa na mahindi. Ilikuwa issue. Sasa watu wakasemanga hiyo ni kaswende yenye huyu amenipatia. So ilikuwa na issue sana. Mimi hata narudi tu hapo kwa hii main agenda. Sasa mko kwa group, WhatsApp group ya CBD, mkimaliza mna vibe kidogo. Plan yenu ya hiyo umati yote ni what is the future plans ya kumeet sasa? Watu wanaendelea kujoin, mtakuwa na mission gani? Okay, number one mimi according to me unaonanga mimi nimekuwa before nilete hii vibe ya Waluya kabisa ikuje kwa hivyo. Mimi nilikuwa na invitiwa ya Wajaluo. Nilikuwa naendanga ya Mashemeji. Ilikuwa inaitwa Mashemeji. Tulikuwa tunaenda huko Kasarani pale kwa ile gate. Sijui kama ushaienda. Hakuna mahali tujatembea Nairobi. Huko Kasarani kwa ile gate ya green. So tulikuwa naendanga huko hivyo na kina Movin Freeman. Movin walikuwa wanafanyanga huko hizo kudansi zao. Wakina Jakadala wanakuja kama wanafanya song wana promote. So wana dance wote. But ijawahi kwa ya Waluya. Unaona? Like Waluya wengi tu kila mtu anafanya zake. So ndo nikamwa mimi mwenyewe nitakuwa nafanya kusimamia Waluya, unaona? Na kupromote ngoma zetu. Number one, kupromote music za Waluya. Na mara mingi sasa utaona nyimbo za Waluya sana zinaenda viral sana. We are trending everywhere. Kila mahali tunaenda sana. So kupromote nyimbo za Waluya, kujivunia wimbo za Waluya, kujivunia culture yetu kama Waluya. Na kusimama pia na tribe yako kama Mluya. Unajua Waluya wengi wanakuanga na uoga sana. Mtu atakingi kuwa recognized. Ati ni Mluya. Hapana. So umoja number one, kuleta umoja kwa Waluya. Hiyo tunakujanga, unajua ina show unity. Sababu nikiambia watu kujeni tupatane CBD Sunday, watakuja, watajaa kabisa. So inaonyeshana kwamba watu wengi wameanza kuchange, umeshow unity. Iko umoja ndani ya Waluya. Na tukikuwa na umoja hata in the near future tunaweza simamisha hata rais wetu Mluya Kenya. Lakini without umoja hakuna siku tutakuanga tu tunaongozwa. That is number one. Na we are not after politics, but culture, unity na pia kushirikiana ili kusaidiana kama jamii moja ya Mlembe Nation. Kwa kitu ya maana sana. But for me, hiyo idea ya kusupport wase lakini ile ya kuja CBD for me na inapitana na kidogo, but mngefanya idea kama hii. Mna support Luya artist. Wale ni Waluya na come through Sunday maybe ndio kuwa hofu. Ngekuwa mnatafuta kama place ya hoteli ama place hiyo Sunday mmeamua leo tunakuja tunasikiza maybe Mika na tuentertain hii Sunday. Another Sunday mna meet hiyo same place mnaleta Steve K. Another sasa
hapo sasa unapiga show mna vibe na msanii mnapiga show na ndio hapo taona unaanga kuna kuanga na consumption. Sasa unaona nini? Hiyo idea iko sawa sana. But now the problem is ni wasanii wetu. Hata wewe umework na wasanii unajua. Availability ya wasanii wetu number 1. Number 2, msanii atakwambia nakuja kwa pesa ngapi. Hata tunajuana lakini atasema nakuja kwa pesa ngapi. Hata atakwambia nitakuja na akose. Haizi kuja. Maybe to work na wasanii wadogo hawa, maybe tumezoea sana hawa kina Boy from Lubao, wakina Soweto. Hawa wengine ndio tumezoea, at least tuna work na wao. Kina Pacho Boy. Hawa wasanii wenye wana upcoming. So hawa wasanii like wanataka uwalipe. So na msanii atataka 50,000 ama 60. Sasa na maybe sisi ndio tunajaribu kujijenga kama my youths. Unaona inakuwa ngumu sana. Yeah, but sasa tunafanyanga hiyo ya tao sababu watu wengi hata bedhe okay, si ati nasema tu reality. Mara mingi unapata nini watu wengi wako kazi nini hizi weekdays wanafanya kazi ngumu nini. So Sunday inakuanga vibe. Kama tu vile watu kama ushaipita tao on Sunday. Tao inakuanga is a shooting place. Watu wana shoot. Kila mtu ana shoot content yake different. So mimi niliamua kufanya hii ya Waluya tufanyange Nairobi town kama watu wengine. So kuvibe tu, mtu anatoka hapa amefurahi, furaha za mtu. Unajua kuna mtu amekuja kujibamba. Mtu ako na stress zake, kuna wengine wanafanya na bosses wakali sana. Unafanya kazi ya nyumba lakini boss ni mkali. Unaona? So na mtu wengine wako na stress. Mtu akikuja hapa akivibe, akidance, akitoka hapo anakuwa stress free. Akirudi kwa nyumba ako chonjo, ako sawa. Monday anaanza fresh. Ukweli. Na kile lazima urefresh. Sana lazima kwa job. Lazima kuange na hiyo day moja ya kupumzika. Acha demo Facebook nataka nikuje kwa our artist. Yes mami. Na sasa kama our artist wakubwa. Sema mami. Kama kina Jane Rose, au kina Pius, kina Wafulawa na Ngami. Ukikuja kufuatilia platform zetu sana ni wimbo zao tunatumia. Sana kwanza Jane Rose na promote hakuna mimi niko na video more than 50 lakini hakuna nyama kuja kusema tu hata thank you. Kusema tu yani kumuundia tu. Unajua si ukiunda hiyo nini wimbo yake watu wa come through na hiyo wimbo tunapandisha nini views zake unaona. Mtu kama huyo kama sasa hivi tuseme tunapanga event kumuita si shida unaona. Mtu atataka ukimleta Nairobi umhost. Umhost pesa. Unaona? Na unajua host mtu Nairobi lazima utamgaramia akule, avae. Simu gani nalia pale ifinye kana. Aoge, akule, avae unaona? Na vitu kama hizo artist akifika huku mkate kumfanyia vitu kama hizo. Akifika ushago. Utasikia yeye nilienda kwa fulani akanifanyia madharau na hao ndio waliniita unaona. Vitu kama hizo sio ukikaa chini unaogopa. Unasema ninaweza leta mtu huku baadaye fanye nini wanigeukie. Tena unaogopa. Aya, tena kitu ya pili yenye ningesema, hawa artist kama ingekuwa pia nao wanatushika mkono. Kwa matanga ya Chebet, artist tuko na more than 100 huko Bungoma. Lakini ukikuja kwenye ukiangalia wenye walikam through, hawafiki 20. Opeta wa Msungu, David 20. Barasa, Mika wa Nyenje, Steve K. Nani? Sijui kama Papa Soweto. Soweto pia aliparticipate. Msanii mgani mwingine aliparticipate? I think hao ndo wasanii waliapia. Sasa unajua vitu kama hiyo sinasi tukiona tunakuwa na uoga kwa sababu sasa kama Mika wa Nyenje alikuwa. Sisi tutawasupport aje. Na unajua ukipata shida unasikia hawa watu wetu wa Nairobi watusaidie. Kama sasa unasaidia hata Biblia inasemanga. Yes. Unasaidia mtu anakusaidia. Yani saidia Sasa vitu kama hiyo mimi naangalianga si ati tunakaanga hivi si ati si ni wajinga na si ati hakuna hatujui kitu tunafanya tunajua. Si nazi tunaangalianga tunarudisha mkono kwa mtu amefanya nini? Ameleta mkono. Sasa kama sasa tunatumia wimbo za kina Mika sana kwa sababu walikuwa karibu na sisi wakati ya matanga. Sisi hapo pia tunasema asante kwa sababu walikuwa karibu na sisi. Sasa kama hao artist wa Bungoma watatushika mkono, pia sisi nasi huku tutakuwa tunasimama tukisema watu wetu wa Bungoma wamfanya nini? Wametushikilia mkono. Na before tushike mkono waungane. Watu wakwe kitu kimoja. Ukiunganisha tu kuna artist ukiunganisha tu Opeta uweke tu na Steve na Mika. Hawa watu wakitoa ngoma moja tu inaweza gonga million a day. Wote ni wanoma. Hawa tu wakikaa chini tu wasanii wetu wakubwa Western wakikaa tu chini wa mwenge tu kama Luya Night wanakuja wote pamoja wanapanga same time. Simu moja yako ikesa, simu nyingine yako wapi, simu nyingine unapata hata kwenda show hiyo weekend unashindwa nikienda kwa hii nikienda kwa hii but sisi tunaombea ndio maana watu tunawasupport. Sasa mtu usikie next mkiweka show mnaweka tu show moja kama ni Luya Night Nairobi inakuwa show moja Luya Night. Unajua kama ni Waluya anakuja pale
manje zinaenda mahali fulani, but ukiweka huku na huku napata kama mimi ni fan wa Steve, mimi ni fan wa Mika. Hizi shows ziko Nairobi zote mbili. Hai acha nikae kwa nyumba juu Mika atashangaa mbona nimeenda huku, Steve mbona atashangaa nimeenda huku. But wanafanya kazi nzuri. Hata mimi ningependa kama wanatusikiza. Hii sauti yangu wakiipata. Siku moja Luya King akita meeting. Please tunawaomba wakwe wana attend. At least hata hao watu wakwe wanawaona. Unajua tukisema leo tuko na Mika, leo tuko na Steve K, leo tuko na Wapeta wa Mzungu, hao watu watataka kuja kuona. Huyu Wapeta ni nani? Unaona? Sasa unajua watu wanapatikana Sunday na show nyingi wanaweka usiku. Hiyo inaitwa tu kama giving back to the community. Wakuje at least pia watu wawaone. Unajua tukiwaita, hiyo siku tuwaambie unajua fulani na fulani wamekuja, alafu hao wakuja wawapate. Hiyo siku nyingine hawa sasa kama wamepanga event wasema sasa Luya King azime tuko na Luya night ama tuseme hiyo siku tunaweka mchana kama Sunday. Na hawa artist wote wakikuja unataka kusema tukiweka hiyo event hawa tutashindwa kuwarudisha nyumbani. Ni kama tu kusema vile demo wa Facebook ni brand kubwa. Lakini utapata kuna ile event anaendanga anasema hii wacha ni support. We support. Mimi support na mimi support wacha ni support unasema tu leo si hata mimi nikitokea hapa nitakuwa nimesupport hawa na mali nitakuwa nimewaongezea. So unaona at least inakuanga po hiyo ni support kubwa hiyo tu appearance hiyo tu yote lazima uimbe kama mbona unapiga appearance unaenda na hata ukiangalia kwa industry yetu ya Kenya sasa hivi wasanii wengi wana support wasanii. Kuna msanii ameweka event, si lazima nimpigie brother hapa niwekee 50, hapana ni msanii wetu tunaenda tunamsupport. Next mimi nikiwa na show wasanii wanakaa hivyo, sasa ndio tunasaidiana kuinuka. Sasa hivyo ndio ningewaomba kama wanatusikia ni vizuri pia watusaidia kupush. Tukiwaambia karibuni tunakuanga na reason juu tumeambia watu wetu, na unajua tu venye watu wanatakanga kujua huyu demo wa Facebook leo lazima nikutane na yeye nimuone venye anakaa, unaona. Sasa wewe tuwaambie tuko na Wapeta kama wafula wanangami by the way mimi hata sijaimuona atakuja, lakini tunaongea nao wote wimbo zao tunapenda sana wimbo zao. So mimi na kwa maisha yangu ninapenda kukutana na at least ni wajua. Unajua hata ukitumia song ya mtu unajua huyu ni mtu wetu na namjua vizuri. Sasa hivyo tu ndio ningeomba pia kama wanatusikia. Wasanii wetu mmetusikia. Wale watu mmekuwa na question about hata mimi nimejua leo ni brother and sister. Juu mimi nilikuwa napigianga Luya King wewe acha kunificha. Najua mama ni vesh. Ulikuwa unanikazanga mbona lakini. Sasa si ilikuwa mshene. Au nafikiri ningetoa wapi kulu? Alafu ananiuliza ati. Haya uko na mic. Unachoma usijaribu kusema kitu nikuuliza. Mimi nilikuwa nafanya research juu nilikuwa unajua mimi ni Mombea kazi yani nikiingia online natafuta maudaku. Sasa nyoa wawili mlikuwa kwa macho yangu na waview na hawa ni malovers. Hawa kikula pesa matanga ni malovers. Sasa nilikuanga na waview ndio niwafanya research. But leo nimewasikia wenyewe hawakuangi lovers, ni support. Ni support. Unajua mali boy child, mali dem na boy wana work. Hapo lazima ukuwe strong. Kwanza veshindakana ukuwe strong. Juu unaweza pata mabeshte wa huyu boy, madem sana mwenye wanamtaka watakuchukia wewe juu unamwassess. Ama unaweza pata mabeshte wa huyu ama wako wanaweza mchukia kwa sababu yeye anakuassess. Inakuanga hivyo so long as mume wako wa yule opposite gender inakuanga hivyo. Sasa hii online ni kukua strong, mume unite Waluya sana hapo mimi mwenyewe na appreciate. Mimi ndawatembelea tu kuna siku ndapata tu karibu. Ndakuja huko lakini mkienda kutembelea ukienda kutembelea au children's home mimi ndawasupport na sanitary towel. Asante. I'll support girl child na sanitary towel. Asante. Otherwise my people mmewasikia muwasupport tupendane. Yaani nowadays women wako na umoja. Sisi wanawake ndio Mungu tu atuokoe. Mungu tu atuokoe. We need to love each other. Unapigia mwenzako makofi. Ukiona vesha anainuka clap for her. Ukiona demo FB na inafaa tupigane makofi. Sisi kuenda hapo na unachochea tena mambo inaharibika. Lakini najua ni Mungu tu atatutembelea sisi kama ladies. Tutakaa tu chini tujiite mkutano. Niseme tu sasa mimi nachukia veshi ya nini? Na hiyo kitu itakuwa imetutoka na tutapendana kama sisi kwa sisi wenyewe. Very true. Otherwise my western people na wale ebasi masana. My people, my fans nawapenda sana. See you next time. Bye.